wa Meru, Captain Mithika Linturi. Akisha. Wewe akisha. Ngoja. Akisha. DCP. Sasa mimi ni maajabu yale mimi naona. Ate kweli Kasongo na watu wake na vibaraka wote wanaweza funga barabara, wachome moto, Mithika asikae nyumbani kwao? Inawezekana kweli? Tokinya kana totakinya. Aibu kwao. Sasa wacha niwaambie, mnajua nyinyi sisi si waoga. Sisi ni watu kutoka historia ya Kenya, na mkisoma vyema tulikuwa mbele kupigania uhuru wa nchi hii, kweli ama urongo? Si mnajua hivyo? Mnajua Baimunge, mnajua Mwariama, si ndio? Ama na mjui? Sasa na hata katika ukombozi wa kuleta katiba mpya, viongozi wa Meru walikuwa mbele. Tumefika vita ingine ya kuokoa Kenya kutoka kwa uongozi dhalimu wa mtu anaitwa Kasongo. Wani nyinyi mnafikiria Meru tutakaa nyuma kweli? Tutakaa nyuma matue mbele? Ndio mnaona tumetoa kifua mbele. Tukasema sisi tutaendelea mbele, wengine watafuata. Na tuko hapa niwaambie, msistuke, maana msiogope. Uoga hatutanunua, na hata kama hakuna wabunge tuko nao. Meru has no shortage of farm leaders that are patriotic, that can work day and night to liberate Meru and to liberate this country. Kweli ama urongo? Na hapa niwaambie, Meru vile ilivyo, in fact ile shinda tutakuwa naye hapa ni kuwachagua wale watabeba bendera yetu, sababu watu ni wengi. Hapa North Imenti tuko hapa. Tuko na mheshimiwa Karo Murioki, mnamjua? Mnamjua Karo ama mjui? Sasa Karo hapa ni candidate. Mheshimiwa Mugambi Manyara hapa ni anataka kiti ya senator. Timothy yako hapa anataka senator. Mheshimiwa Karethi yako hapa anataka kiti ya Tigania West. Na wataongea. Lakini kile nataka kuwasema na kuwaambia siku ya leo, ndugu zangu, na Kiogora Mugambi wakili rafiki yangu, na hapa ama yuko, tuko hata na bwana kijana ya Mboria Mutai anataka kiti tauni hizi, ndio? Sasa mkiona wasi wanatosha, si hawa ndio watapeleka wengine wote nyumbani? Njensi mko aje? Tuko hapo. Sasa wacha niwaambie tafadhali, mimi nawaomba, sababu sisi Meru tulikuwa namba 4 kupigia Kasongo kura, na tulipompigia alitupigia sababu tulikuwa nafikiria alikuwa ametundanganya, alikuwa ni mtu mzuri. Na mimi na Rigathi tukatembea mlima yote, tukampatia kura 47%, akawa rais. Kile ametuonyesha ni madharau, ni matusi, na sasa tumesema ili tukurudishe heshima, turudishe heshima ya Mumeru, turudishe heshima ya watu wa mlima. Kasongo mas! Kasongo mas! Kasongo mas! DCP! Na sababu Kasongo wewe ulifikiria hata kuna mchezo, my friend, karibu kesho kuja undanganyane na niseme hapa wasi. The last time we had a meeting, hiyo ya mambo ya maziwa, mimi ndio nilikuwa waziri wa mambo ya mifugo. Nilileta mbegu hapo ya 2900, ile tunaita sex semen, ya kupea ng'ombe ili tuweze kubandilisha mifugo yetu. Na tangu tulete hiyo mitungi mbegu 10,000, nasikia siku hizi hizo hakuna. Alimebeba akapeleka kwa watu wao, akasema sisi kazi ile tunajua, hakuna kazi ingine isipokuwa ya kutumia wabunge na kuwapatia pesa 200 kwa vijana kufunga barabara na kurusha mawe. And that's why we are saying enough is
Tumpeleke mnyumbani ama akae? Aende asiende? Aende asiende? Kasongo bye bye. Kasongo aende. Sasa vijana, nikimaliza. Yule mtu wa soprano alikuwa hapa. Kweli ama urongo? Mnajua mtu wa soprano ni nani? Yule wa nyinyi anaulingana nipa besi. Mimi sina besi. Sasa waya nimwambie, alipokuja hapa alibeba shilingi milioni 7. Ndiye alibakishia vijana hapa sababu alikuwa hapa Mwenda Anton Grounds. Sasa alipokuja na akina mbunge hapo wakachanga milioni 7. Nataka kuwauliza, wakati ule kulikuwa na Asla Fund, tulikuwa na women fund, kuna youth fund, a structured system of financing or empowering our people. But then because our watu kazi yao ni wizi na uporaji, wameanza okolea ya kusunguka Kenya, ya kupeana pesa ndogo ndogo ambayo iwezi kumsaidia mtu. Na ndio tunasema tunataka kupewa nafasi ya kwanza, sababu hakuna kazi itaweza kufanyika Kenya. Na agenda yetu ya kwanza ya Kenya ili mambo iweze kufendeka vizuri ni kupeleka Kasongo nyumbani. Ama namna gani? Because nothing will work with Kasongo. So our first agenda is to take Kasongo home. Ama namna gani? Once we have taken Kasongo home, then we can discuss these other things. Ama namna gani? Si ndio hapo tuko? Ito watanira ntobeto turi au? Toronga metinde pamoja. Tosiomerie kinyato aradena. Ngaya karonga mana batu tema. Arambe. Sasa wacha nimwalike Mheshimiwa Karo Morioki awasalimie. Mheshimiwa Njeni Kiara, Mheshimiwa Antoatu kuna watu wengi. Huyu ni Mheshimiwa Njeni Kiara wa kutoka kule Naivasha, aseme jambo alafu tukuja hapa nyumbani. Adomero mugeni. Mugekaire. Haya mnatokea hivyo. Natokea hivyo. Nimekuja kuwasalimia na nikiwaambia kwetu ni Naivasha na Naivasha ni Rift Valley, tumesenga Kasongo. Tunasema huyo ni one time. Nilikuja hapa kusaidia rafiki yangu anaitwa Halima Musheke. Lakini ikaenda vile ilienda. Mkapatia yule mlipatia. Na nilikuwa na yeye jana. Kasongo alitudanganya hivi. Wacha niwaeleze. Tukiwa bunge tulikuwa na namba ya kutosha ya kupitisha bill zote za serikali. Lakini kwa sababu alitaka 2/3 ndio afunguze Gachagua, akalete ODM ndio amsaidie kufukuza Gachagua. Gachagua mnampenda? Mnampenda? Nionyesha kama mnampenda. Kasongo amechukua deni. Nyinyi vijana, you are our future. Please, let me finish. You are our future. You are the future of this country. Kasongo ameunyima maisha. Anachukua madeni. Ile mtoto utazaa atakuwa na deni. Ametuweka kwa deni. Watoto hawako shule sasa. Ukiona mtu yeyote kutoka kwa mlima ambaye ako na Kasongo, mjue kuna ile kitu wanakula watuuze